Deputy President na pande ya kanisa. God is good and all the time. Kwani hamujafurahia? Mmefurahia? Your Excellency, mimi naitwa Mheshimiwa Mburu kutoka hapa Kamenu, na Kamenu ndio bedroom ya hapa Thika. Ningechukua hii nafasi ni kukaribisha hapa Thika Town. Your Excellency, ningetaka nikuambie hivi: chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Kweli ama sio kweli? Watu wa Thika mnapenda Deputy President. Deputy President, ningetaka nikuhakikishie usikuwe na wasiwasi. Hapa Thika kwetu huenda tukawa na vita mingi, lakini mimi ningekuhakikishia kama vile ulisimama na sisi kama MCAs wa hapa Kiambu, sisi tutasimama na wewe. Kanisa umeturuhusu tusimame na Deputy President. Kabisa kabisa. Sisi tunasema bora mlima isiguzwe. Ama mnasema aje? Na watu wa Thika, nimeleta salamu za Governor Kimani Wamatangi. Umezipokea? Umezipokea kabisa. Your Deputy President, sisi tunafanya kazi nyuma ya our governor. Na for the first time since devolution yanze, Your Excellency, kazi inafanyika. Asanteni sana. Thank you so much. Nimpigie Mburu Kamenu makofi. Amesema bora mlima isifanywe nini? Ni mtakubali isiguzwe. So asante sana Your Excellency. Na mhubiri kama vile Mheshimiwa Senator amesema mambo mazuri ya kwamba at one time tutarealize the God's purpose in our lives. Deputy President, wakati mwingine kama vile Bible huwa inatuambia ni kwamba Mungu anaweza akakurudisha kama udongo ili akuumbe tena. Ya kwamba uvinyanzi wakati mwingine huwa akiona bado hujakamilika vile anataka, ama vile chombo hakijakamilika kama kwa mapenzi yake, anaweza akakirudisha mchanga tena na akiumbe upya. And the process at times is very painful. Si ndio watu wetu? Wakati matombe inafinywa, wakati mwingine inaweza kuwa na maumivu mengi. Deputy President, Mungu anaweza taka kukurudisha tena matope ili ya kuumbe tena hadi ukamilike kulingana na mapenzi yake. So the process may be painful, lakini tuko pamoja na wewe katika hii safari. Asanteni sana Deputy Speaker, kuja na wewe uweze kukamilisha. Thank you. Thank you, Majority Leader, Your Excellency, the Deputy President, ambaye tunakupenda, Presiding Bishop, na watu wote wa Thika. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Jiro ndio area MCA wa hii ward, na kwa niaba yake Mwenyezi Mungu kwa saa hii mimi ndio naibu wa speaker wa Kiambu. Your Excellency, nilikuwa nimetumwa na governor wetu na speaker wetu, na wakaniambia ni mahali walikuwa na shughuli wangekosa kwenda kwa sababu ndio walikuwa wanategemewa. Your Excellency, na unajua mambo ya Kiambu tuko na wewe Your Excellency. Ya pili niseme Your Excellency, leo tumepoteza kijana yetu ambaye tulikuwa naye jana na ulimsalimia na mkapigwa picha na yeye Your Excellency. Kwa ruhusa yako Deputy President, ningeomba tu tusimame dakika moja kwa heshima ya huyo kijana wetu. Thank you very much. May assume your seat. Your Excellency, mimi sitasema mengi kwa sababu yote yamesemwa. Your Excellency, mnajua hii serikali sisi ndio tulitafuta, na wakati tulipata kwa maombi. Na nikushukuru Your Excellency kwa kukuja kwa hii kanisa ikiwa kwangu ya PEFA. Hii ni ishara ya kuoneshana heshima ya watu wale walitusaidia tukapata hii sifiti Your Excellency. Mimi niseme Your Excellency, sisi tuko na imani na ile serikali ukiwa Deputy President of the Republic of Kenya na President William Ruto Your Excellency, na tunajua kwa saa hii wewe hakuna kitu kingine unataka, wewe ni naibu wa President wa Kenya. Kwa hivyo hii mambo mengine ni kwa mingi Your Excellency, sisi tunajua hakuna kitu unauliza, na wewe umetosheka na ile kitu uko nayo. Baka tukunje 2027 tukunje tuseme
ile kitu tunataka, Your Excellency. Ile kitu ningeomba kwa mabishop wetu ni mtuombee. Si mtatuombea? Na sisi kanisa ya PEFA tuwatume kasi ya kutuombea. Your Excellency, Governor alikuwa amenituma na ameona kanisa imefanya kazi kubwa, na ingawa atachelewa leo atakuja kwa hii kanisa na tukae na watu wa hii kanisa kwa sababu iko Kiambu. Your Excellency, sisi wa mbunge wa Kiambu tunafanya kazi kwa serikali yetu na tunasapoti serikali kuu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante, mpigieni makofi tena. Your Excellency, kwa nafasi hii nimwalike rafiki yetu ambaye ni Simba anajiita Mama Simba. Kutoka kule Laikipia. Kate Waruguru. Mpigieni makofi. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, duly elected, prayed for into your office, the presiding Bishop, Bishop John Okinda, baba yetu Askofu Waihenya, wachungaji wote na kanisa na viongozi wote, Bwana sifiwe. Nisalimie haleluya. Amen. Mimi naomba Bishop nizungumze na wewe kupitia hii altari ama madhabahu, nikizungumzia mioyo za watu wetu na Wakristo wengi, kwa sababu leo ni siku ya 7 na ni siku yetu ya kukuja kuomba na kuleta mizigo yetu yote kwa Mwenyezi Mungu. Umetuhubiria vizuri, ukatuambia mahali nguvu zetu kama binadamu zitaweza kupunguka, ya kwamba Mungu atatuletea divine empowerment. Naomba kupitia hii kanisa la Thika PEFA, Mungu aweze kutia mioyo yetu nguvu, na zaidi kwa taharuki iliyojaa katika taifa la Kenya siku ya leo kwa sababu ya huyu Deputy President Rigathi Gachagua kuhusu kung'atuliwa ama yeye kuweza kutolewa katika ofisi ambayo kanisa takatifu wa Kristo na wa Kenya waliweza kumwombea yeye na rais wa Kenya, na akaweza kukua amekaa mahali amekaa siku ya leo. Naomba Bishop, kwa ruhusa yako niweze kuomba maombi yako na maombi ya Wakenya wote, ya kwamba tumesikia na tumeweza kuhakikisha ya kwamba impeachment motion ya Deputy President, kuna uwezekano hawa madugu zetu walioingia katika serikali, hasa kiongozi Mheshimiwa Raila Odinga na watu ya Azimio, nikitaja chama ya ODM, kuna uwezekano yale maagano Rais William Ruto aliweza kutupatia na kusema ya kwamba wakati kulikuwa na mhemko kwa sababu ya Gen Z revolution, tuliambiwa ya kwamba tunaletewa technical support, tukaambiwa tunafanya broad-based government. Bishop, inakaa ni kama kwamba broad-based government imekuwa broad-based kata government ya Kenya Kwanza. Bishop, naomba maombi yako, kwa sababu tunapoangalia tunaona ni kana kwamba tuliweza kulagaiwa ama kuhadaiwa kisiasa kwa kuambiwa ya kwamba wanaleta Mheshimiwa Raila Odinga na kuweza kugawiwa serikali ndio waweze kumtimua naibu wa rais, wampeleke nyumbani kwa visingisio ambazo hazina misingi katika katiba yetu. Hivyo Bishop, mimi nakuomba kuwa mwepesi wa kuuliza kanisa na pia Wakristo wote tuweze kuomba, kwa sababu tunaona agenda ambayo iliderail second term government ya Uhuru Kenyatta na William Ruto kukuwa imejaa cheche za maneno na vita. Tunaona ile roho mbaya imeingia tena katika hii serikali. Your Excellency Deputy President, wewe ni mtoto wa madhabahu. Umemuoa mke mchungaji na mama kuomba, anaitwa Bidolkas, second lady wa taifa la Kenya. Nataka kukuhakikishia hapa mbele ya hii madhabahu ambayo naheshimu sana, ya kwamba aliyemwamini Mungu, Mungu atatembea na yeye. Hata ukue chini ya bahari ama wakuwekelea kwa madhabahu zingine, tunaliita jina la Jehova aliyetembea na Daudi hata kule milimani, uye Mungu akusimamishe mpaka akutoe kwa majaribu ambayo uko nayo. Niseme ya kwamba rais wetu, wewe uliombewa na kanisa, na wewe wale waliotumiwa na Mungu kukuweka ndani ya hiyo ofisi, hasa jamii ya watu ya Mlima Kenya, you cannot punish us twice. We were punished because of standing with you, na hata sasa tunaona unataka kupunish Rigathi Gachagua, upunish jamii yetu hapa mlimani na diaspora, kwa sababu we have differed with you. Let me put this, Bishop, for the record.
Rigathi Gachagua deputy president hakuna kazi amepewa ikamshinda. Kazi ya kumaliza pombe alimaliza yote, mpaka tukaona mawaziri wengine wao ndio wanaenda kufungulia watoto wetu kwa mabaa. Shetani ashindwe. Amepatiwa kazi ya bonus ya majani chai. Bonus imeinuka. Kahawa imeinuka malipo yake. Madeni yetu imefutiliwa mbali. Kazi ya IBEC wa interministerial coordination, hata county government kuzileta pamoja. Juzi niliona Kiambu vita imejaa bishop. Nimeona vita kwa governor wa Kericho. Huyu mzee Rigathi Gachagua mpaka hii county government ya Meru ameiweka pamoja. Kwa hivyo mimi nasema wale hamtaki Rigathi, mtuambie ni madhabahu gani ingine ya kigeni mmejua? Kwa sababu maombi yetu ilikuwa ni Ruto Rigathi na Mungu akatupatia ushindi. Ile madhabahu za kigeni, miungu za Dagoni, tunaomba tukiwa Pefa Thika leo ziporomoke kwa jina la Baba, ziporomoke kwa jina la Mwana, ziporomoke kwa jina ya Roho Mtakatifu. Amina. Leo tumekuja kuomba, na si tumeomba tukiombea Rigiji. Sinimuitie rafiki yetu ametoka kule Western akuje tu asalamia, na ni dakika moja tu. Anaitwa Cleophas Malala. Asante sana naibu wa rais wetu Rigathi Gachagua, presiding bishop wetu wa kanisa yetu, na wabunge wote, viongozi wote, na watu wa Murima. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kabisa ningependa kuleta salamu kutoka kwa watu wa kutoka kule mkoa wa Magharibi, kule Western Region. Wamesema niwapatie salamu zao. Jambo la pili, mimi nashukuru sana Bishop, ile injili umehubiri hapa leo mimi imenigusa sana. Imenigusa sana kwa sababu nimekuja hapa umeongea na roho zetu ndani zetu. Na mimi ile jambo ningekuomba Bishop, tafadhali ombea nchi yetu ya Kenya. Haswa serikali yetu. Mnajua vizuri sana mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi Cleophas Malala. Kumekuwa na shida kidogo, lakini bado katika ile Register of Political Parties, mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi kazi yangu ilikuwa moja. Kwanza kuweka ile manifesto ambaye tuliambia wa Kenya tunakuja kuwatekelezea. We have so many promises ambaye tuliambia wa Kenya. Bishop, mimi ningependa kuomba, tafadhali ombea serikali yetu ya UDA, kwa sababu nimeona tumeanza kutoka kwa reli, na kazi yangu kama Secretary General ni lazima niregeshe watu kwa reli. Jambo la kwanza, mumesikia kwamba sisi tulikuwa katika ndoa na baba wa boma letu ambaye ni rais wa Jamhuri la Kenya akaamua kwamba, akasema kwamba hii familia ndio ikuwe vizuri, wacha tuoe bibi wa pili. Mama yetu hapa Rigathi Gachagua ambaye ndio alikuwa bibi wa kwanza akakubali, akasema sawa mzee, wewe oa. Hata siku ya kupeleka mahari akapeleka bwana kupeleka mahari kutafuta bibi wa pili. Sasa bibi wa pili amekuja, nasikia anataka kufukuza tena mama yetu hapa. Hiyo ni adabu kweli? Mimi ningependa kuomba tafadhali. And you know, I am not qualified. And I want to address the President of the Republic of Kenya, my party leader, with a lot of respect. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu. You have a choice. Kwamba hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. The same people wenye wanaleta motion na naambiwa kwamba wamechagua Junet Mohamed na Kaluma. Hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu
in 2027 watakutoa wewe kama rais. Mimi nakuomba tafadhali, please, kama watoto wako, call your house to order. Don't punish Rigathi Gachagua. Huyu mzee aliumia. Rigathi Gachagua aliaibishwa mbele ya watoto wake. Alifungwa kwa sababu yako wewe William Ruto. Tunakuomba kama baba yetu, don't be inhuman. Don't be inhuman. And I'm speaking to you as your Secretary General. Thank you. Asante Cleophas Malala, the Secretary General of UDA. Naomba wabunge mkuja hapa muonekane, alafu ndio tuseme majina yetu. Wabunge wa Kiambu. Karibu, kujeni hapa wote. Ndio tumalize hii nafasi. Wapigeni makofi wanapokuja. Sababu unajua mimi nimetoka Githunguri na mimi mlinichagua nikasimamia Kiambu yote. Sinimupe nafasi mbunge wangu wa Githunguri kwanza aseme majina. Si mnamjua? Gathoni wa Mushoba. Pigeni makofi. Asante sana, my senator and my colleagues, the presiding bishop, na bishop ambaye ametuhubiria leo, tuwashukuru sana. And we are very honored. I'm also very proud to have my bishops from Githunguri around, very many of you. Thank you so much kwa kushikilia Githunguri kwa kanisa hili. And I'm also very excited to see Bishop wa kule Ngesha. Rafiki yangu na baba yangu huyo ni baba yangu. Na nilikuwa kwake Sunday, nilisoma kwake Sunday. Na nikatabiri ya kwamba ni kama Roho Mtakatifu ananisukuma nitoke kwa AIPCA, kwa ID, niende kwa PEFA. Na ukaniambia umenipokea. Sasa unaona pahali sasa nimepatana na wewe. Ugo niguo Roho arutaga wira. Na kanisa yako ya Gesha inakaa kama hii. Mimi naona hii kanisa ya PEFA ni kama mmebarikiwa kuliko sisi. Ama tuhame. With your permission, the presiding bishop, naomba leo kwa sababu ni siku ya kanisa, nisitoke nje ya kanisa. But today, I am a sad mother of the mountain. I am a sad daughter of the mountain. Ukiangalia nyuso za hawa wajumbe wenzangu utaona. Hata ukisikia Malala akiongea utasikia. Tuko na uchungu. Siwezi amini ya kwamba sisi ambao tulipigana sana ili Rais William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua wachaguliwe pamoja. Nyinyi hamjui ni Pastor Dorcas peke yake, bibi ya Deputy President, ambaye anaweza explain ile uchungu huyu Rigathi Gachagua alipitia. Alidhulumiwa, akawekelewa makeses na akapoteza kama familia. My bishop, the Bible says pay good with good. Lipa wema na wema. Nataka kuongea na rais wetu. Mheshimiwa Rais, sina nguvu ya kukupatia ushahidi wowote. Lakini on behalf of Kiambu, the women of Kiambu who fasted and prayed for you, Rais, na kuomba ukumbuke ile siku mulikuja kule Gathaithi kanisa wa AIPCA. Ukumbuke vile tulilia hiyo siku tukiwa na wewe na msafara wako. Ukumbuke vile tulienda uchungu tukitafuta kiti hiyo ambayo uko nayo leo. I cannot imagine. It is only 2 years. Tumesahau ile uchungu.
Tumesahau yale mateso. Sasa tuwajipiga kifua tukitaka kufukuza the deputy president. Rais, na kuomba hii community yetu ya Mount Kenya, sisi ni watu wa kuamini mtu, na tukikuamini tunakuamini na tunakupenda. Negwadwa ito. Lakini tunaogopa mtu ambaye anatusaliti. We hate betrayal. Na ile maneno inapangwa sababu tumesikia hiyo impeachment inapangwa saa hii. Na wale ambao wanatumika kusaini na kuleta kule bunge ni wale tu walitudhulumu, wakatutukana na wakatupeleka katika uchungu ambao ninaongea. My president, please remember. I want you to remember. Kiambu County tulikupatia kura 606. 606,000 votes. That was a whole 74% of the votes we casted as Kiambu County. Rais, hata kama huna heshima na kura za Tharaka Nithi, hata kama huna heshima na kura za Murang'a, na kuomba nikiwa hapa Kiambu, hizo kura tulikupatia na kuomba zipatie heshima. Wachana na Rigathi wa Gachagua afanye kazi ile tulimpatia. Your Excellency, Deputy President, sisi tuko bunge, tunajua mipangilio ya bunge. Tunajua ile mipango imewekwa, ile kazi yoyote umepewa, kama ile ulipewa ya kahawa, ulipewa ya majani chai, umepewa ya pombe. Kuna watu kila siku wakiamuka kazi yao ni kuweka mikakati usisucceed. And I'm sure you know, na mumesikia tukisema kazi yote ya Rigathi ikiletwa kwa bunge, kuna watu wanalala wakipigiwa simu wasipitishe chochote kimeletwa on behalf of kazi ya Rigathi wa Gachagua. Hao tu sasa ndio wamejiunga, wameshikana na wale wametupata kwa serikali wa ODM, na sasa wanatarajia next week walete motion ya kuimpeach Rigathi wa Gachagua. Mr. President, we may not have the system that you have. We may not have the intelligence that you have. We may not have even the power and the might that you carry. But we declare in the name of the Lord that our God, the God that blesses the people of the mountain, will stand with our son in the name of the Father and of the Son. And the church say, asanteni sana. Kwa niaba ya wajumbe wenzangu, naomba msamaha kwa kuongea sana, lakini muniruhusu kwa sababu leo ni Sunday, lazima ningesema hayo. Asanteni sana. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, the clergy, the fellowship, all protocols observed. Mimi naitwa James Gakuya, mimi ni mbunge wa Nairobi. Kule kunaitwa Nairobi Embakasi ya juu ama Embakasi North. Leo mimi ni mpungufu wa maneno, sina mengi ya kusema kwa sababu leo ni siku ya kuja ku fellowship nanyi watu wa Thika, na nyumbani ni hapa juu tu. Wale wanajua Ndakaini hapo, Makomboki hapo ndio nyumbani. Na yangu tu kile ndaweza kusema siku ya leo ni kwamba watu wanapatana safarini na wanajenga urafiki. Na urafiki ni mzuri, watu wakiwa marafiki wanakuwa genuine friends. Na niseme mambo ambaye tuko nayo siku ya leo ni ya kustaajabu, kwa sababu huu mlima ulifunga macho. Ukawa na kijana wao anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta, akawaambia barabara ni hii. Lakini mlima ukasita kusema tuko na deni ya mse fulani. Na sisi tungesema tu kwa sababu tunaijua, wacha tulipe hiyo deni. Bila kujua kuna siku ya kushurutishwa. Mimi ningesema ukipewa ama mtu akutendee mema,
ni mzuri kubuka kujibu wema na wema. Na niseme kama huu mlima ungefunga macho na useme usikie sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, wale wako katika mamlaka hawangekuwako. Lakini leo tunauliza, mbona unataka kuleta kilio kingi mlima kwa sababu ya wema wao? Tafadhali tusije tukafika hapo. Hata kama kumekuwa na marafiki wengine jiani, kumbuka hawa marafiki wakati huo walikuwa maadui yako. Kwa hivyo usisahau marafiki mliotembea nao na wakakufikisha mahali umefika. Nitakuwa hapo. Shukrani. Mpigieni makofi Mheshimiwa Dong. Asante sana, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Presiding Bishop and the newest Bishop hapa in Thika, na waamini wote. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Meja Dong Benjamin Gadhiru, mbunge ya Embakasi ya Kati huko Nairobi ama huko Kayole. Kwenye Bishop amesema ugali kwa anagawanya mara 5, lakini Bishop, siku hizi kumekuwa kuzuri. Siku hizi nikiangalia ile maneno inaenda huko, kuna mwibaji alisema ati Mungu halalangi Kayole. Siku hizi analala huko. Siku hizi analala huko. So hiyo sasa, wale watu walikuwa na hiyo mashida mingi, Kayole tuliondoa. Sasa tuko salama, tunakula vizuri na tunaishi vizuri. Acha niseme nimefurahi leo kuwa hapa Thika, and let me associate myself na hiyo maneno imeongewa na Gathoni wa Mushomba na Bishop mwenye alikuwa na retire. Umeongea about the same, keeping the promise. I think in Kenya we have a problem in keeping the promise. Na asante sana naibu wa rais, kwa sababu wewe ni mtu wa keep the promise. Mimi nataka niseme, Uhuru Kenyatta alisimama hapo akasema nini? Akasema, I'm warning you, within 2 years mtakuwa mmeanza kulia. Sisi tukisema tuko na deni, tukaenda tukafanya nini? Saa hii Mr. President, umetusimamisha hapa mbele, tunaongea na wananchi not about maendeleo. Sio vile tutaendeleza hii mlima yetu. Tunakuongeresha kuhusu ile matendo unataka kufanyia ndugu yako na ile matendo unataka kufanyia watu wa mlima. Watu wa mlima wenye walikupea kura 47% of the votes that you got. Ati watu wa Mount Kenya waliamka wote wakakupigia kura. Lakini umeangalia ukaona ni akili hawakuwa nayo wakiamka kukupigia kura. Let's see. Nguvu uko nayo, kila kitu uko nayo, but there is God in heaven. Ama tunasema nini? There is God in heaven. Hauwezi kuwa kila saa kazi yako ni kutesa kila mtu. Kazi yako, ile kazi inafaa kufanyika, haifanyiki kwa sababu ya uongo. Mimi nitamuomba na nitamwambia wacha ikuje. Wakitaka kuleta, you know, we have no power. Ikikuja bunge tutapambana nayo. Lakini kwa hiyo bunge pia inaletwa, tulisema lazima turudi kwa wananchi. Yes, Marara tunafaa kuangalia hiyo njia. In everything yenye inapitishwa na bunge, tunafaa kufanya public participation. So, wakileta bunge, wakileta motion bunge ya kumuondoa naibu wa rais, tunafaa hiyo motion county by county. Raia wakiitwa kwa mkutano, waseme wanataka hivyo ama hawataki. Kwa sababu hao ndio walipiga kura. Na public participation iko wapi? Iko kwa katiba. Na tukifuata sana, hata hiyo bunge tunaongelelea, it is illegally constituted.
It is illegally. Bunge ilivunjwa kitambo na Maraga. Yes, Judge Maraga alisema hii bunge yetu it is illegally constituted. So unaleta illegality kwa illegal parliament. Mungu awabariki, na wapenda sana, na tuzidi kuomba. Tuko pamoja. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the clergy, I'll stand on a protocol that has already been observed. Naibu wa Rais, karibu sana hapa Thika. Thika ni nyumbani kwangu. 10 years ago, nilikuwa na okota revenue hapa tu Jamhuri Market. Ukanionea huruma, ukanichukua, ukanifanya kiongozi. Ndio maana nitaishi kukushukuru milele. Kanisa wa PEFA, asanteni sana kwa kumteua Lucy Karuri. Reverend Lucy Karuri, congratulations. Ukiinua mama moja, mwanamke mmoja, umeinua jamii nzima. Excellency, the Deputy President, nimesikia maneno mingi, nimeona maneno mingi. Niliona watu huko kwa mahoteli wakiongea. Ni sawa, ni haki yao kusema vile wanataka kusema. But I would like to assure you, there is no single MP kama mimi mwenye anaweza impeach wewe kama Deputy President. You are not a Deputy Member of Parliament. You are the Deputy President of the Republic of Kenya. The only person who can impeach you is His Excellency William Samoei Ruto. Na hiyo yote hatuna na shida nayo. Ni sawa. Ni sawa kama tumechosha watu. Ni sawa. On 15th of May 2022, ni yeye peke yake aliamka akasema nataka running mates. Akachagua running mates out of the so very many candidates. Akaona tu one Geoffrey Rigathi Gachagua ndio anaweza hii safari. One Geoffrey Rigathi Gachagua ndio tutakaa na yeye kwa joint ticket. Safari tumeenda, tumefika katikati. Ameona ni vizuri ama tumesikia na wengine ni kama anataka kukuondoa kwa safari. Tulianza safari Karen, tukakuja huku kwa wananchi, tukawapea sababu kwa nini warushe kura kwa joint ticket ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Naomba turudi kwa hawa wananchi, tuwapee sababu kwa nini tu divorce William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Hiyo maneno yote, mahali ilianza ni kwa ground, mahali tunaomba imalizie ni kwa, na naomba kama mtoto wa Mulima, ni sawa kama kutakuwa na divorce, lakini usiende na kura zetu tafadhali. Our 3.4 million, tuitwe mkutano, kila mtu achukue yake pale Bomas, tupeleke nyumbani. Ama mtasema aje? Asanti sana, Deputy President, tunakupenda kama vile unapenda Mlima. Bigeni makofi, anaitwa Triza, Mheshimiwa Triza Wanjiru. Presiding Bishop, nikumalizia na malizia, ni mmoja tu ndio nimwalike naibu wa rais na yeye aongee nasi. Seneta wa Murang'a, Joe Nyoto, bigeni makofi. Asante sana mwenzangu Karongo Wadhangwa. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Presiding Bishop Okinde, na mzee wetu Apostle Waihenya na mke wako ambaye ametawazwa hii leo, na naomba msamaha pia, mimi nilikuja na jeans. Next time nitajaribu Daktari Waihenya nisifanye hayo. Na viongozi wenzangu na wote mliofika hapa, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Basi kwa majina naitwa Joe Nyoto, seneta wa Murang'a, na nikiwa hapa najua kwamba nina watu kutoka kule kwetu wengi sana. Hata Askofu Joel hapa, askofu aliyestaafu jana Mararo, ni marafiki zangu. Na mimi ni rafiki wa kanisa hili la PEFA, na unajua Bishop Okinde, tulikuwa na wewe pale Kimandi when you are dedicating Kimandi Cathedral. Na kwa hivyo mimi hili ni kanisa ambalo natembea nalo hapa kwa hapa. Mimi sina mengi. Nashukuru kwa ujumbe kwamba at our lowest God will answer us.
Your Excellency the Deputy President, we know you are at your lowest. Be assured that God is coming to rescue you. Na hakuna kitu ambacho kitakuja kukusumbua ama kukungatua mahali upo. Na kwa sababu masaa yameenda, mimi sitaki nizungumze mengi, ila tu niongee na vigogo wawili wa kisiasa. Mwanzo ni rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Tafadhali Mheshimiwa Rais, usikubali watu wakwambie kwamba ni tungatue Rigathi Gachagua, your Deputy President. Please, Your Excellency, don't entertain that kind of talk. It is going to be very detrimental to the stability of our country. Pili, Raila Amolo Odinga. Tafadhali, mzee Raila, baba, unajua umeteta miaka mingi kwamba wewe umekandamizwa, umenyanyaswa. Tafadhali usifanye yale ulifanyiwa, ufanyie mwingine Geoffrey Rigathi Gachagua. You were detained by the late President Moi for 9 good years. You can only be the last person to suggest or to propose or to actually support the impeachment of a sitting deputy president. So, Raila Amolo Odinga, tunakuomba tafadhali, just ask your forces, your team, your horses in parliament. That is not something that should even be considered. Mwisho kabisa nataka nizungumze na ndugu zangu wa Mlimani. Kwa ruhusa ya the clergy. It cannot be kwamba ni kwetu tu huku Mlimani ambako tunatumiwa kupiga watu wetu. And I'm glad the Deputy President apologized to His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu tulimchapa. Haiwezekani kwamba ni huku kwetu tu ambako tunatumiwa kuchapa, kukandamiza wenzetu ama viongozi wetu. Gotikihoteka okare akamwe gaito gathie gukira gakaringwo mutwe. It is not going to happen. We are not going to allow it as long as God continues giving us life. Haiwezekani kwamba ni huku Mlimani tu ambako kuna thieving governors. Nyinyi mlio hapa mmesikia ni wapi watu wengine wameimpeach governors isipokuwa huku kwetu? Kwani sisi tumerogwa na shetani gani? Mimi nataka kuomba maaskofu watuombee roho ya kumalizana huku kwetu Mlimani iishe katika jina la Yesu. Na mwisho kabisa nataka niwaombe maaskofu. And because Bishop Okinda, you are the presiding bishop, I want to ask you, kindly talk to the other bishops of the other churches. Seek the earliest possible appointment with His Excellency, the President of the Republic of Kenya. And please pray with him, convince him to drop this idea, if at all it's there, of impeaching the Deputy President. Because this will have a very big impact on the stability of our country. Na sisi tukiamka kila siku tunaomba kwamba taifa letu lisimame na liwe ni taifa lenye imani, amani na taifa ambalo halina vurugu. Manake, let us be honest. If we impeach the Deputy President, the fact is it cannot be business as usual. Hatutaki kuvuruga nchi yetu. Wacha waende pamoja mpaka 2027. Wakati huo rais wetu atakuwa na uhuru wa kuchagua mwingine kama hatataka kuendelea na Deputy President. But at least up to 2027 they should go together. We pray that the bishops are going to convince our president. I still have faith in His Excellency the President William Samoei Ruto kwamba atawasikiza watu wa Mungu na atakuja kuona kwamba mjadala huo kama upo kwamba umetupiliwa mbali. Geoffrey Rigathi Gachagua aendelee na kazi yake. Wakati ukifika kama nilivyosema 2027, sasa basi tukitaka kupanga mambo upya tupange wakati huo. But for now we want to work for our people and we want the government to remain united. The two Siamese twins
William Samoei Ruto and Deputy President William Gachagua, Geoffrey Rigathi Gachagua waende pamoja, wakae pamoja. Na kama tumezungumza siasa, naomba tusamehewe. Mimi nilisimama tu hapa kuomba Askofu Okinda atafute maaskofu wenzake ili wapange mkutano mzuri na rais, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asanteni. Pigeni makofi. Anaitwa Joe Nyoto. Tunafanya kazi pamoja kule Senate. Mimi nikumalizia na si mumesikia tumeombwa tuombee Rigathi Gachagua. Si tutamuombea. Na ndio maana tumesema leo tukiwa kwa kanisa tutaomba rais wetu directly. Tunamwambia impeachment motion ikiletwa bunge, tunajua ni yeye anatumana. Hakuna sasa kuongelelea hii na hii, sababu tunajua kama hataki kitu ikuje kwa bunge, yeye huwa anasimamisha mapema. Ile wakati itafika tuone imefika, tujue yeye tulimpatia kura 7.2 million. Watu wa mlima na wale wetu wa mlima wako nje, wako coast, wako western. Hizo ni kura karibu 4 million. Kwa hivyo ukisema wewe unataka kutoa Rigathi, sio Rigathi unatoa hao watu 4 million. Au ndio unasema hauwataki na hautataka kuwaona na hautawitaka kura zao tena na hautataka wakufanyie kitu chochote. Kwa hivyo Bishop, tunasema tukiwa hapa kwa kanisa sababu tungetaka mtuombee na mjue tuko na uchungu. Tuliamka asubuhi na mapema. Hata watu wa Western, Malala ako hapa. Watu wa Coast, watu wa Nyanza wanasema, wanauliza rais, kama unaweza kubalia Deputy President wako afanywe hivyo, na ni yeye alisimama na wewe, can you be trusted by any other person? Hiyo ndio swali tu tunamuuliza rais, na tunamuuliza kwa kunyenyekea, sababu yeye tu ndiye anaweza leta hiyo motion kwa bunge kupitia mbunge fulani. Kwa hivyo tunawaambia, sisi kama hutaki sisi, vile Mheshimiwa Triza amesema, kura sito milioni nya. Hata sijui kama tubadilisha katiba in future, kama hutaki sisi unarudishia watu kura. Si ndio? Kama hutaki kufanya kazi na wao, usema nawarudishia kura zenu 4 million, uone utabaki na nini, uone pia wewe utapitia hiyo barabara ya kwenda nyumbani. Nimemaliza. Nichukue fursa hii nimwalike naibu wa rais Mlima 1 Rigathi Gachagua. Mpigeni makofi. Thank you. Tafadhali tuketi. Presiding Bishop Okida, our host, Apostle Bishop Waihenya and your wife, kanisa la PEFA Thika, mababa wetu askofu, viongozi wenzangu wa Kristo hapa Thika. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka kuchukua nafasi hii, Bishop Waihenya na mke wako na Wakristo wa PEFA Thika, kusema pongezi, hongera, heko kwa hii kazi nzuri sana mumefanyia Mungu. This is a very beautiful cathedral, na tumepewa historia vile mumejikakamua, mungangangana, and you have been able to put up a magnificent sanctuary for the Lord. Baba Askofu Waihenya, uliponialika tukiwa pale Mwea, nikakwambia nitafika, na nimefanya mzuri kufika kwa sababu nimeshuhudia kazi nzuri sana wewe umefanya ukiwa na washirika, na Mungu atakubariki sana. Tumeelezwa ile kazi imebaki, na kama hivi viongozi tumekubaliana tutakutafuta tuketi, kwa sababu siku hizi tulisimamisha mambo ya harambee kanisani, na sisi pia hatuwezi kosa shilingi 10, shilingi 15, shilingi 20. Tutaweka mkono pia hapa kwa hii kazi ya Bwana. Mimi niseme kwa sababu sitaki kusema mambo mingi. Tuko na MCA wetu
Ezra Kabuga tulipoteza, tulikuwa na yeye jana, kijana mzuri sana. We had a wonderful time. Tulikuwa tumekuja kuongea mambo ya kupigana na pombe na zile sheria zimeundwa na bunge la Kiambu, na nimehuzunika sana kupata habari ya kwamba ameaga dunia kupitia ajali ya barabara. Nataka kusema pole kwa familia, niseme pole kwa honorable members of the Kiambu County Assembly, na tukipata nafasi tutapitia hapo nyumbani tuwafariji, tutoe pole kupoteza kijana mdogo kama huo, na ni kiongozi. Ningetaka pia niseme pole. Reverend Lucy nasema congratulations on your ordination, na tunakutakia mema katika kazi ya Injili na kufanya kazi la Bwana, na uendelee kuendeleza Injili. Tunasema asante. Kanisa na serikali ni kitu kimoja kwa sababu we serve the same people. Na kwa hivyo tunataka kushukuru kanisa kwa kuendelea kutoa spiritual guidance to our people. Sana sana tumesaidiana sana na kanisa kwa hii vita ya kupigana na pombe haramu na mihadarati. Na mimi nataka kuuliza makanisa zetu zote siendelea kutusaidia, because they are the moral conscience of society. Na kwa hivyo mababa askofu, kanisa letu la PEFA, muendelee kushirikiana na serikali, kuongea na watoto wetu na kuwaelekeza kwa ile njia ambayo inafaa. Nikiongeza tu kidogo, tumekuwa tukifanya kazi ya mabadiliko katika ukulima wa majani chai, and to a certain extent we have succeeded, to a certain extent we have not succeeded. Na ile shida iko katika sekta ya chai is a high cost of production, na nimekuwa nikiongea sana na watu ya KTDA ya kwamba wapunguze ile gharama pa kilo. Tumepata bei nzuri mwaka huu, lakini factories zingine zimepata bonus ziko chini kwa sababu wasimamizi wa hiyo factory wameweka gharama ya production kuwa juu. Ndio unaona factories zingine zimerithika, zingine ziko chini, yet the quality of the tea was the same, the price was the same. So tukitaka kuuliza wakurugenzi wa KTDA wajaribu tafadhali, vile niongea na nyinyi Mombasa, tupunguze the cost of production. Juu ya hayo tunaendelea kutafuta mtambo wa orthodox tea, kwa sababu orthodox tea gharama bei yake iko juu by $1 as compared to CTC. Kwa hivyo tumekuwa na mpango na factory zetu za KTDA, serikali za county na serikali kuu, tusaidiane ya kwamba we upgrade ile production line ikuwe ya orthodox tea, ndio tuweze kupata bei iko juu ya kusaidia wakulima. Kwa mambo ya kahawa tumeendelea sana, na tuliita mkutano pale Meru ya Coffee Conference, na tukakubaliana mabadiliko tutafanya katika sekta ya kahawa. Turudishe Coffee Board of Kenya, turudishe the Coffee Research Institute, ndio mambo yetu iweze kutembea sawa sawa. Na ningetaka niseme tulitengeneza sheria, na ninafurahi iko katika bunge la kitaifa. Niliona mheshimiwa Mchomba akichangia. Tunataka kuuliza bunge la kitaifa, tafadhali mupitishe huo mswada ndio tuweze kuidhinisha hiyo sheria iweze kusaidia wakulima wa kahawa. Kwa ile mambo ambayo inaendelea, sisi tunahuzunika sana kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana. Na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana, tukapendana na tukakuwa na maelewano, na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja, tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili, kuna kazi mingi sana zimesimama, ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule, na kulingana na mimi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiiniliza haina haja, kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi. Na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena.
That is the truth. That action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA, haitaweza rudi tena, itasabaratika. Hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be disruptive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya destined for betrayal. Our people hate betrayal, and they are very unforgiving if you betray them. I ask my brother, President William Ruto, not to be tempted to go to that direction, because these people will be very unforgiving. When there was an attempt to betray him, the people of this region said, no, we don't like betrayal. We don't entertain betrayal. And for that reason, the people of this region stood with him to a man to express their displeasure at betrayal. If the people of this region feel betrayed, as they will, if we go into that direction, these people will be very unforgiving. That's just my advice. It doesn't have to be taken. I've been around for a long time. Mimi nimekuwa hapo wakati ya Moi, nimekuwa hapo wakati ya Kibaki, nimekuwa hapo wakati ya Uhuru. Sasa niko hapo, mimi najua mambo mawili matatu. Hii watu ya Mlima Kenya mimi nawaelewa sana. Kisaliti hii watu, uhusiano yako na hawa itafika mwisho. And it cannot be salvaged. I still think there is room for the president to put his house in order, talk to everybody, and let us get back to work and serve the people of Kenya, execute the mandate that they gave us. We gave very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. It's up to him. Sisi tuko pale, sisi ni watu wa Mungu. And for me, I'm comforted by the fact that when things were very difficult for President William Ruto, and he was under a lot of attack, a lot of schemes, a lot of intimidation, a lot of humiliation, a lot of harassment, Mungu alisimama na yeye. Huyo Mungu alisimama na Rais William Ruto. Hakuna bahali ameenda. Si yako tu. That is my comfort. Ya kwamba huyo Mungu hakuna bahali ameenda. He's still there. So let us see how things unfold. Let us see how things unfold, but we have a country to run. We need to be careful so that we don't create acrimony in this country. And I want to advise that we came together with our brothers from the Rift Valley to support President William Ruto, and we agreed. Let us not create a situation where these communities never trust each other in future. I think we need to be careful. We need to be careful. We need to walk the path and the journey that we started. We want to support the president to succeed. We are more than ready so that we serve the people of Kenya for the time that God has given us a chance through the people of Kenya. And in my view, that is the right thing to do. Any attempt to disrupt that mandate will have serious implications in our politics. And that is not healthy for the country,
is not healthy for our government, and it is not healthy for our leadership. So let us be careful, let us be cautious, let us be reasonable, and let us do the right thing by respecting the will of the people. The people of Kenya, through a direct vote, chose a president and a deputy. Give the people of Kenya that respect. Let us not try to carry out their mandate and take it upon ourselves to interfere with the will of the people. Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nimeshukuru sana Baba Askofu, tutakutafuta ndio tujue vile tutasaidia. We want to thank you, Presiding Bishop, for the very strong sermon. As it has been well articulated here, it is very relevant to the situation we are in, when everybody is feeling low. That barely 2 years after forming government, we are in a situation that we should never be. But I believe that God is in control, and whatever happens, iko Mungu mbinguni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Kanisa la PEFA Thika, mababa wetu askofu, viongozi wenzangu wa Kristo hapa Thika, God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka kuchukua nafasi hii, Bishop Waihenya na mke wako na wa Kristo wa PEFA Thika, kusema pongezi, hongera, heko kwa hii kazi nzuri sana mmefanyia Mungu. This is a very beautiful cathedral, na tumepewa historia vile mmejikakamua, mungangangana, and you have been able to put up a magnificent sanctuary for the Lord. Baba Askofu Waihenya, uliponialika tukiwa pale Mwea, nikakwambia nitafika, na nimefanya mzuri kufika kwa sababu nimeshuhudia kazi nzuri sana wewe umefanya ukiwa na washirika, na Mungu atakubariki sana. Tumeelezwa ile kazi imebaki
na kama hii viongozi tumekubaliana, tutakutafuta tuketi, kwa sababu siku hizi tulisimamisha mambo ya harambee kanisani, na sisi pia hatuwezi kosa shilingi 10, shilingi 15, shilingi 20. Tutaweka mkono pia hapa kwa hii kazi ya Bwana. Mimi niseme kwa sababu sitaki kusema mambo mingi. Tuko na MCA wetu Ezra Kabuga, tulipoteza, tulikuwa na yeye jana, kijana mzuri sana. We had a wonderful time. Tulikuwa tumekuja kuongea mambo ya kupigana na pombe na zile sheria zimeundwa na bunge la Kiambu, na nimehuzunika sana kupata habari ya kwamba ameaga dunia kupitia ajali ya barabara. Nataka kusema pole kwa familia, niseme pole kwa honorable members of the Kiambu County Assembly, na tukipata nafasi tutapitia hapa nyumbani tuwafariji, tuwae pole kupoteza kijana mdogo kama huo, na ni kiongozi. Ningetaka pia niseme pole. Reverend Lucy nasema congratulations on your ordination, na tunakutakia mema katika kazi ya Injili na kufanya kazi la Bwana, na uendelee kuendeleza Injili. Tunasema asante. Kanisa na serikali ni kitu kimoja, kwa sababu we serve the same people. Na kwa hivyo tunataka kushukuru kanisa kwa kuendelea kutoa spiritual guidance to our people. Sana sana tumesaidiana sana na kanisa kwa hii vita ya kupigana na pombe haramu na mihadarati. Na mimi nataka kuuliza makanisa zetu zote siendelea kutusaidia, because they are the moral conscience of society. Na kwa hivyo mababa askofu, kanisa letu la PEFA, muendelee kushirikiana na serikali, kuongea na watoto wetu na kuwaelekeza kwa ile njia ambayo inafaa. Nikiongeza tu kidogo, tumekuwa tukifanya kazi ya mabadiliko katika ukulima wa majani chai, and to a certain extent we have succeeded, to a certain extent we have not succeeded. Na ile shida iko katika sekta ya chai is high cost of production, na nimekuwa nikiongea sana na watu ya KTDA ya kwamba wapunguze ile gharama per kilo. Tumepata bei nzuri mwaka huu, lakini factories zingine zimepata bonus iko chini, kwa sababu wasimamizi wa hiyo factory wameweka gharama ya production kuwa juu. Ndio unaona factories zingine zimerithika, zingine ziko chini, yet the quality of the tea was the same, the price was the same. So tungetaka kuuliza wakurugenzi wa KTDA wajaribu tafadhali, vile niongea na nyinyi Mombasa, tupunguze the cost of production. Juu ya hayo tunaendelea kutafuta mtambo wa orthodox tea, kwa sababu orthodox tea gharama bei yake iko juu by $1 as compared to CTC. Kwa hivyo tumekuwa na mpango na factories zetu za KTDA, serikali za county na serikali kuu, tusaidiane ya kwamba we upgrade ile production line ikuwe ya orthodox tea, ndio tuweze kupata bei iko juu ya kusaidia wakulima. Kwa mambo ya kahawa tumeendelea sana, na tuliita mkutano pale Meru ya Coffee Conference, na tukakubaliana mabadiliko tutafanya katika sekta ya kahawa. Turudishe Coffee Board of Kenya, turudishe the Coffee Research Institute, ndio mambo yetu iweze kutembea sawa sawa. Na ningetaka niseme tulitengeneza sheria, na ninafurahi iko katika bunge la kitaifa. Niliona mheshimiwa Mchomba akichangia. Tunataka kuuliza bunge la kitaifa, tafadhali mupitishe huo mswada, ndio tuweze kuidhinisha hiyo sheria iweze kusaidia wakulima wa kahawa. Kwa ile mambo ambayo inaendelea, sisi tunahuzunika sana, kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana, na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana, tukapendana na tukakuwa na maelewano, na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja, tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili, kuna kazi mingi sana zimesimama, ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule, na kulingana na mimi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiingiza haina haja, kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi, na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth.
that action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA, haitaweza rudi tena, itasambaratika. Na hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be disruptive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya district for betrayal. Our people hate betrayal. And they are very unforgiving if you betray them. I ask my brother, President William Ruto, not to be tempted to go to that direction, because these people will be very unforgiving. When there was an attempt to betray him, the people of this region said, no, we don't like betrayal. We don't entertain betrayal. And for that reason, the people of this region stood with him to a man to express their displeasure at betrayal. If the people of this region feel betrayed, as they will, if we go into that direction, these people will be very unforgiving. That's just my advice. It doesn't have to be taken. I've been around for a long time. Mimi nimekuwa hapo wakati ya Moi, nimekuwa hapo wakati ya Kibaki, nimekuwa hapo wakati ya Uhuru. Sasa niko hapo, mimi najua mambo mawili matatu. Hii watu ya Mlima Kenya mimi nawaelewa sana. Kisaliti hii watu, uhusiano yako na hawa itafika mwisho. And it cannot be salvaged. I still think there is room for the president to put his house in order, talk to everybody, and let us get back to work and serve the people of Kenya, execute the mandate that they gave us. We give very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. It's up to him. Sisi tuko pale, sisi ni watu wa Mungu. And for me, I'm comforted by the fact that when things were very difficult for President William Ruto, and he was under a lot of attack, a lot of schemes, a lot of intimidation, a lot of humiliation, a lot of harassment, Mungu alisimama na yeye. Huyo Mungu alisimama na Rais William Ruto. Hakuna bahali ameenda. Si yako tu. That is my comfort. Ya kwamba huyo Mungu hakuna bahali ameenda. He's still there. So let us see how things unfold. Let us see how things unfold, but we have a country to run. We need to be careful so that we don't create acrimony in this country. And I want to advise that we came together with our brothers from the Rift Valley to support President William Ruto, and we agreed. Let us not create a situation where these communities never trust each other in future. I think we need to be careful. We need to be careful. We need to walk the path and the journey that we started. We want to support the president to succeed. We are more than ready so that we serve the people of Kenya for the time that God has given us a chance through the people of Kenya. And in my view, that is the right thing to do. Any attempt to disrupt that mandate will have serious implications in our politics. And that is not healthy for the country. It's not healthy for our government. And it is not healthy for our leadership. So let us be careful. Let us be cautious. Let us be reasonable. And let us do the right thing by respecting the will of the people. The people of Kenya, through a direct vote, chose a president and a deputy. Give the people of Kenya that respect. Let us not try to carry out their mandate and take it upon ourselves
to interfere with the will of the people. Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nimeshukuru sana Baba Askofu, tutakutafuta ndio tujue vile tutasaidia. We want to thank you, President Bishop, for the very strong sermon. As it has been well articulated here, it is very relevant to the situation we are in, when everybody is feeling low. That barely 2 years after forming government, we are in a situation that we should never be. But I believe that God is in control, and whatever happens, iko Mungu mbinguni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.